Mchizi alikuwa pua fuko la mkate kisha akaanza kukimbia nalo. Hubi mkubwa hapa ambaye ndo mwenye duka si akapiga kelele, bwana mwizi mwizi. Huwezi amini bwana, mtaa mzima ukaanza kumkimbiza mwamba, kama hata huyo piga huyo huwa. Yani jamaa hakufika hata mbali, wazee wakamdaka. Mwamba mmoja akaenda kuchukua tairi chapu kutaka kumtia moto. Ile kufika tu akamvalisha nalo mchizi. Yani mwamba hapa haamini kabisa kama leo ndo anaenda kufa hivyo. Kabla hajamwagiwa mafuta ili kuweza kupigwa moto, alikuja mrembo mmoja hivi ambaye alikuwa akishuhudia hili tukio wakati akiwa anakatiza hapa mtaani na gari lake. Basi bwana, binti aliwauliza kwani huyu jamaa ameiba nini jamani? Ila watu hawakutaka kabisa maswali, wanachotaka wao ni kumpiga moto tu. Mwizi ikabidi ajibu mwenyewe, niliiba tu mkate ndo maana wanataka kuniua ise. Sasa huyu mrembo akawa anamtetea hapa, yani nyie bwana mnataka kumuua mtu eti tu kwa sababu ameiba mkate kweli? Bi mkubwa aliyebiwa akawa anaongea sasa, huyu mbwa leo si ameiba mkate, tukimwacha kesho atakuja kuiba duka zima kabisa, acha tu leo tumkomeshe. Mchaga aliulizwa kwani huo mkate ni shilingi ngapi? Akasema naira 1200, ambayo hiyo kibadilisha kibongobongo ni kama vile 2300. Sasa mrembo akawa anauliza, kwa hiyo mnataka kumtoa mtu roho eti tu kwa sababu ya 2300? Ila wauni hawakutaka kuelewa kabisa yani. Na muda huo kumbuka kimeshachukuliwa kidomo cha mafuta ili mchizi aweze kupigwa moto na tairi tayari lipo shingoni. Kabla tujaendelea, naomba nikupe sekunde 5 tu ili usubscribe na kubonyeza hiyo alama ya kengele hapo ili uwe mwanafamilia wa Mentalix Recaps. Sasa mwanzo kabisa wa movie yetu tunamwona binti mrembo ambaye anaitwa Celine akiwa na mpenzi wake ambaye anatambulika kwa jina la Desmond, na hapa tunaona wakiwa wako supermarket kuweza kufanya manunuzi yao binafsi. Sasa wakati wanaangalia vitu hapa vya kununua, ghafla Celine si akaona vieboebo fulani hivi vya mtoto kwa akavitamani sio poa. Huwezi amini bwana, alivichukua akaviweka kwenye mkoba wake chapu. Lakini kumbe kulikuwa na mhudumu mmoja hivi ambaye amemuona. Jamaa hapa akawa anamwambia, dada, kama kuna kitu chochote umekipenda na unataka kununua, basi ni vyema ukaweka kwenye kitenga cha hapa dukani na sio kukiweka kwenye mkoba kama hivyo walivyofanya. Mrembo akasema, wewe pimbi unaongea nini? Mchizi akamwambia, wewe rudishe kwa ambacho umekichukua hapo. Selina akammind sio poa, hivi wewe kijana una akili kweli wewe? Kichwa chako kiko sawa? Mwamba akamwambia, sema fuata maelekezo, maana naweza nikaita security hapa sasa hivi. Mambo akaanza kubadilika. Huyo mchizi hapa bwana jina lake anaitwa Eric. Desmond na Yesi ikabidi amtetee mpenzi wake. Kwa hiyo sisi ni wezi sio? Eric akasema, hapana kiongozi, sijasema nyie ni wezi, ila mpenzi wako arudishe tu hicho kitu ambacho amekichukua hapo, maana nitaita security hapa. Oho, huwezi amini bwana, bidada akakirudisha kile kidude bila kuonekana na mtu yoyote pale pale ambapo amechukua. Desmond akamwambia, si umesema ameiba? Haya, nimekuruhusu sasa, chukua mkoba wake upekue ili tuone kile ambacho amechukua. Bwana usibishe, nimemuona kabisa wakati anachukua. Jamaa akaishiwa nguvu baada ya kuona kile kitu kimesharudishwa bwana. Desmond alimind sio poa. Meneja wa duka ikabidi aitwe pale, akapewa mashtaka kwamba jamaa anawashtumu kwamba wao ni wezi, lakini bidhaa ambayo anasema kwamba imeibiwa ipo pale pale na tunaiona. Meneja akaanza kuongea hapa, Eric unawasumbua watu ambao ndio wateja wetu wakubwa hapa dukani. Puuzi mkubwa wewe. Eric alijitetea sana pale, lakini meneja hakutaka kabisa kumsikiliza. Sasa Desmond akasema kwamba next time wakifika hapa asije kamkuta huyo kijana bwana, na kama endapo akimkuta basi itakuwa ndo mwisho wao kukanyaga hapa dukani. Sasa unajua tena meneja anataka biashara iende fresh. Huwezi amini bwana, alimwambia Eric achukue kila kitu kilichokuwa chake awezi kuondoka. Yani inamaanisha kwamba mchizi yuko fired, hana kazi tena. Lakini Desmond anajua kabisa kwamba mpenzi wake Celine ndio mwizi wa kufa mtu, yani ni Selemani. So alivyofika mahali alishuka akawa amemind sio poa. Yani wanaiba kwenye duka bila kujizuia. Mbona na tabia za ajabu sana? Yani bora ningekuwa mimi ndio mwizi, lakini mtoto wa kike ndio mwizi. Mrembo alijitetea pale, lakini jamaa akawa anamwambia, yani wewe umeacha tumemfukuzisha kazi kijana wa watu kwa upumbavu wako kweli? Sasa yebo 3000 tu ndo ambayo inakutoa roho. Aisee, nimekuvumilia sana ila nimeshindwa. Mwamba huwezi amini alimwacha bwana huyu mrembo kwa sababu tu ya wizi wake. Huwezi amini bwana, binti mrembo kama huyu alafu ndo mwizi sasa wakufa mtu. Hebu ngoja kabla tujaendelea nikushare kisa fulani hivi. Na mshikaji wangu mmoja kipindi nipo chuoni alikuwa na demu wake ambaye anaitwa Jacqueline. Sasa kuna siku alimleta magetoni bwana, na ilikuwa ni weekend, so tulikuwa tumeenda kumtembelea mshikaji wetu kwenye geto lake. Tulikuwa kama washikaji 4 hivi na tulikuwa tukicheza PS. Sasa huyo binti bwana alipika, akaosha vyombo, yani huwezi amini alikuwa anatutengea msosi huko akiwa anapiga na magoti kabisa. So poa, tukamwambia mwanetu kwamba amepata mke. Sasa bwana, kumbe kale kademu kalikuwa ni kajizi. Sijui hata tulijisahau vipi. Tukaondoka pale geto tukamwacha, sisi tukaenda kuangalia mpira. Huwezi amini bwana, mwanetu alirudi geto kwake akakuta demu ametembea na 20,000 alafu ameondoka na jiko la gesi. Hoya so poa, alafu akawa anaulizwa na mchizi akawa anakataa kabisa kwamba sio yeye. Na wakati watu mtaani wamesema wamemwona huyo mrembo akipita na hilo jiko la gesi amelibeba kichwani, lakini yeye ndio hivyo akawa anakataa. Mashemeji tukaona tukae kimya tu, maana mapenzi ni ya wawili. Baada Eric bwana kukusanya kilichokuwa chake pale dukani ikabidi arudi zake home tu, na huko nyumbani nako anaishi na mama yake ambaye ni mgonjwa sio poa.
elezea mama yake kwamba amefukuzwa kazi kwa sababu ya kusema ukweli. Mchizi alimwelezea kila kitu mama yake, na uwezi amini bwana bi mkubwa aliumia sio poa. Hapa akawa anamwambia usijali mwanangu, Mungu atatusaidia tu, lakini usikate tamaa. Ila pamoja na hayo mwanangu, tutafanyaje sasa? Maana amekuachisha kazi bila hata kukulipa. Jamaa akawa anasema hata sielewi mama. Niomba tu yashuhudie hivi kwenye movie, ila akikukuta utaimba kwa kugaragara, maana hawa humu ndani hawana hata akiba yoyote ile. Hapa tunamwona Celine akimwelezea kila kitu besti yake ambaye anaitwa Crystal. Na hapa Celine alikuwa akijilaumu akisema kwamba ni bora hata ningepigwa kitanzi tu nikauliwa, maana sio kwa mateso haya ambayo ninayapitia. Yani nimezunguka kila mahali, lakini ndo hivyo tena, mambo ni yale yale, sijui hata nifanyaje. Yani kiukweli Celine alilia sana, huku akijutia sana kitendo ambacho amekifanya siku ya leo. Sasa hapa besti yake akawa anamwambia kwamba watoke waende zao out, at least waka refresh mind tu. Ila Celine akawa anaongea, wewe mwenyewe unajua balaa langu, alafu unataka tutoke out. Je, nikienda huko kuiba meza utasemaje? Crystal alicheka sana, kisha akamwambia wewe twende tu, mimi nitahakikisha uibi chochote, lazima nikudhibiti. Ila Celine aligoma kabisa kutoka, so Crystal ikabidi atoke zake mwenyewe. Ugonjwa wa bi mkubwa bwana umechachamaa sio poa. Sasa hii ni kwa sababu alitakiwa ameze dawa, lakini sasa ndo hivyo, muda uko umeshapita sana, maana hizo dawa ambazo anameza huwezi kunywa hivi tu bila kula, la sivyo zinaweza zikakuendesha. Na ndio hivyo tena, mwanetu hana mia mbovu mfukoni. Yaani bi mkubwa analalamika tu hapa kutokana na maumivu ambayo anayapata. Nakufa mwanangu, nakufa mwanangu. Jamaa ikabidi atoke chapo kwenda kutafuta msosi. Bi mkubwa hapa sijui kama atasurvive kwa kweli, maana sio kwa kugaragara huko. Eric alipofika dukani alitaka kumkopa huyu maza hapa, lakini manka akawa kakaza sio poa. Mshikaji anasema naomba niamini, nitakulipa tu. Bi mkubwa akawa anasema sasa nimesema sikopeshi. Mchizi kabidi amwambie kwamba naomba nikopeshe kwa sababu mama anaumwa na hawezi kumeza dawa bila kula, na ukizingatia mimi hapa mfukoni sina kitu chochote anti, naomba nisaidie. Embo ondoka hapa we kijana, na hapa lazima nikulipe kweli vile. Bi mkubwa akaona kama mshikaji anamchanganyia mafaili. Ile kugeuka tu hivi mwamba akaona bora achomoke na mfuko mmoja wa mkate. Bi mkubwa si akapiga kelele bwana za mwizi. Mwizi, mwizi. Huwezi amini bwana, mtaa mzima ukaanza kumkimbiza Eric. Kama hata huyo piga huyo huwa. Yaani jamaa hakufika hata mbali, watu wa pale mtaani waliweza kumkamata. Mwamba mmoja akachukua tairi ile kufika tu akamvalisha nalo mchizi la shingoni. Yani mwamba hapa haamini kabisa kama leo ndo naenda kukata roho hivi. Yani kabla hajamwagiwa petroli, kumbe Celine naye alikuwa akipita kwenye huu mtaa akiwa na gari lake. Na kumbe alikuwa akishuhudia ile tukio mwanzo mwisho. Basi bwana Celine aliwauliza kwani huyu jamaa ameiba nini? Ila watu hawakutaka kabisa maswali, wanachotaka wao ni kumbanika tu mwamba. Mwizi kabidi ajielezee tu mwenyewe, hebu angalia dada, eti tu kwa sababu nimeiba mkate wanataka kuniua. Sasa huyu Celine akawa anamtetea Eric hapa. Yani nyie bwana mnataka kumuua mtu eti tu kwa sababu ameiba mkate jamani. Bi mkubwa aliyeibiwa akawa anaongea, huyu mbwa leo si ameiba mkate, tukimwachia kesho atakuja kuiba duka zima huyu, acha tu leo tumkomeshe. Mchaga aliulizwa kwani huo mkate ni shilingi ngapi? Akasema ni naira 1200. Yani wa kibongobongo ni kama 2300 hivi. Sasa Celine akauliza kwa mnataka kutoa roho ya mtu tu kwa sababu ya 2300? Ila wauni hawakutaka kabisa yani kusikiliza chochote, wanachotaka wao ndo vile vile kumuua tu. Yani huwezi amini kilikuwa kimeshachukuliwa kidumu cha petroli ili mchizi aweze kupigwa moto. Na kama sio huyu Celine hapa kuja, basi leo mwamba angebanikwa kama vile nyama yani. Wakati Celine anajiandaa kulipa hiyo pesa, kuna jamaa mmoja hivi alikuwa ameenda kutafuta bonge moja la mbao na alikuwa anataka kumwasha nalo Eric. Ila Celine alimstopisha pale na mambo yakawa yamepoa poa. Celine aliweza kumlipa huyu maza kama naira 1500 hivi kwa sababu Eric alikuwa kidaiwa hela nyingine hapo dukani. So akitoa hiyo 1200 na deni jingine ambalo alikuwa kidaiwa, jamaa inakuwa hana deni tena. Eric alichukuliwa na Celine akaingizwa kwenye gari na kupelekwa mpaka hospitali, maana alitembezewa kichapo sio poa. Na hapa bwana huwezi amini binti ndo anasimamia gharama zote za matibabu. Ila kumbuka kwamba mama yake na Eric aliachwa nyumbani akiwa na garagara tu chini kutokana na maumivu aliyokuwa anayapata. Sasa hatujui kama ni mzima uko alipo au atakuwa ameshakata moto. Baada ya muda Celine ilibidi atoke kwenda kumchukulia chakula mwamba. Sasa nesi alitaka kumwekea drip Eric. Na hapa alikuwa akiitafuta, drip liko wapi jamani? Mbona silioni? Ikabidi amuulize Eric, nilikuja hapa na drip ila sasa hivi silioni. Itakuwa liko wapi? Kuna sehemu labda umeliona? Jamaa akasema hapana, sijaona drip lolote mimi. Celine alirudi na kumpatia Eric chakula. Jamaa akakumbuka kwamba alimwacha mama yake nyumbani akiwa hoi taabani. Basi bwana akaona ni bora kuchomoka chapo kumwahi mama yake. Sasa Celine alimzuia sana ili aweze kupatiwa matibabu then ndo aende, lakini jamaa hakutaka kabisa kusubiri. So Celine akaamua kumsindikiza mpaka home. Ile kufika jamaa anamkuta bi mkubwa wake bwana ameshakata moto. Sasa sijui amekufa au amezimia. Ile kumcheki hivi bi mkubwa bado anapumua. Ikabidi wambebe chapo na kumpeleka hospitali. Ile kufika tu hospitali daktari akamwambia kwamba
Mama yake ana tatizo la GIST ambayo kirefu chake ni gastrointestinal stromal tumor. Yaani huu ni uvimbe fulani hivi usio wa kawaida ambao unakuwa kwenye ukuta wa tumbo au utumbo wenyewe. Na njia mojawapo ya matibabu ni upasuaji. So hapa jamaa akawa anaambiwa kwamba ili kunusuru maisha ya bi mkubwa inabidi afanyiwe upasuaji. Sasa issue inakuja kwenye swala la pesa. Mshikaji hana hata 100. Na hapa anamwambia daktari kwamba hana hata 100 kulipia hayo matibabu. Sasa wakati jamaa akiwa analalamika hapa, Celine akamwambia kwamba usijali Eric, mimi nitagharamia kila kitu juu ya matibabu ya mama. Hoya, huyu manzi ana pesa sana, lakini mbona sasa ni mwizi wa vitu vidogo vidogo ambavyo hata yeye mwenyewe anaweza akavinunua bila wasiwasi wowote. Baada hapo jamaa alimvuta chemba Celine na kuanza kumchimba biti. Mbona unataka kulipia matibabu ya mama yangu? Celine akajibu kwa sababu nina pesa. Unaela wapi wewe wakati ni mwizi tu? Unajifanya umejisaulisha, suliba eboebo kule kazini kwangu kapelekea mpaka mimi kufukuzwa kazi. Sasa Eric alimtukana sana huyu dada wa watu aisee. Celine akawa anasema, sijawahi kuona mtu asiyekuwa na shukrani kama wewe. Yaani badala ya kusema thank you unaanza kuongea pumba. Eric akawa anasema, yani nimshukuru mwizi ambaye amesababisha nifukuzwe kazi, si upumbavu. Celine akacheka sana kisha akasema, unaniita mimi mwizi wakati wewe nimekukuta ukiwa umeiba mkate na nusu tu kuuliwa. Sasa Celine wakati anatafuta funguo zake za gari kwenye pochi, si mkoba wake ukadondoka bwana. Ile kudondoka kumbe drip iliyokuwa inatafutwa na nesi ilikuwa ndani ya huo mkoba, ameiba. Sopo hadi drip huyu dada noma. Yani ukamzidi mpaka Selemani. Celine kwa aibu akaamua kusepa zake. Basi bwana jamaa akawa amebaki tu anashangaa, ni mrembo kama yule anaibaje drip na anaenda kulitumia kwenye issue gani? Yani hapa Celine amerudi nyumbani kwake akiwa amechoka sio poa. Alivyofika tu akamsimulia mwenzake kila kitu kilivyotokea hiyo siku. Yani mpaka ile issue ya supermarket na namna alivyokutana na huyo kijana ambaye alimsababishia kufukuzwa kazi. Rafiki yake ndio hivyo tena. Yeye ndo ambaye anajua hii issue kwamba bi mkubwa ni mwizi na anamfichia hiyo siri na wanapendana sio poa. Sasa hapa Eric alikuwa kilaumiwa sana na rafiki yake ambaye anaitwa Nosa kwa kumfokea mtu ambaye yupo tayari kulipia matibabu ya mama yake. Na pia Eric alimuelezea mwenzake kila kitu juu ya tabia za huyo Celine. Lakini Nosa akawa anasema haijalishi huyo mwanamke yukoje, kikubwa ni kwamba Celine yupo tayari kulipia gharama za hospitalini. Shida iko wapi? Eric sikiza nikwambie, unajua kama sio huyo mwanamke mama yako huenda sasa hivi angekuwa yupo kwenye hali mbaya sana au ameshakufa. Unalijua hilo? Please hebu acha akili yako ya kitoto bwana. Maana hata kama ungekuwa hujafukuzwa hiyo kazi unayolalamikia, wala usingeweza kulipa hizo gharama za hospitalini. Basi bwana, baada ya dakika kadhaa nesi alitoka na kumpatia bili jamaa na kumwambia kwamba hiyo bili inatakiwa ilipiwe. Sasa hapa jamaa akawa anasema mimi sina pesa yoyote. Nesi akamwambia hiyo pesa inatakiwa ilipe bwana, sitaki maneno mengi. Maana bi mkubwa anatakiwa akafanyiwa upasuaji sasa hivi. Jamaa ndo hivyo tena alimtukana sana Celine. Sasa sijui itakuwaje. Maana Celine ndo alimpromise kwamba atalipa hiyo bili. Hapa jamaa akawa na mbembo, acha uboya bwana, mpigie simu, mpigie. Jamaa akasema sina namba yake. Nosa akamwambia kwani Celine ndo alisimamia matibabu yako? Basi ni lazima atakuwa ameandika namba yake kwenye kitabu huko ndani. Hebu nenda kamuulize nesi namba huyo mdada, atakupa tu, lazima itakuwepo. Eric alivyoenda ndani kweli aliipata ile namba, ikabidi ampigie simu Celine. Ile kupiga tu Celine alipokea. Akawa anaita halo? Lakini sasa Eric yuko kimya tu, maana si alishamtibua, hajui hata amuingilie vipi. Mrembo aliita sana, alivyoona kimya akasema kwamba kama uongee bwana mimi nakata simu kwa sababu nataka nilale. Jamaa ndio ikabidi aitikie sasa halo. Akamwambia shida yake pale Celine, na Celine akamwambia kwamba anamtumia pesa muda huo. Celine hakuamini kabisa kama jamaa amempigia simu. Yani hapa akawa anasema gudu. Yani furaha yake ni kuona kwamba amepigiwa simu na mtu ambaye alikuwa akimchukia sana. Basi bwana mrembo akatuma mkwanja mrefu sio poa. Yani mpaka Eric na Nosa wakawa hawaamini kama yule demu ndo anamkwanja kiasi hiki. Eric akawa anasema sisi sijawahi kumiliki hii pesa tangu nizaliwe. Yani hata kuishika tu sijawahi kuishika. Msichana unajua atakuwa na pesa sana. Jamaa akamwambia mnganganie, usimwache, mnganganie. Sasa leo Celine alienda hospitalini kuangalia maendeleo ya mgonjwa. Alivyofika pale walipiga story na Eric, kisha bidada akamuuliza mchizi wapo hapa hospitalini tangu lini? Eric akamwambia yani tangu amefika hapa hawajatoka hata mara moja. Celine akamwambia kwamba inabidi mwende nyumbani mkaoge, mbadilishe nguo, then mrudi, mimi nitakuwepo hapa nikimwangalia mama, wala msijali. Basi bwana Nosa na Eric wakaondoka. Sasa wakati Celine yuko pale kwa muda, alipepesa macho pale. Si akaona power cable kama inamuitaita hivi. Uweze mimi bwana alisogea kisha akaichomoa pap na kuiweka kwenye pochi yake. Mbaya zaidi ni kwamba hiyo cable ndio ya hiyo oxygen concentrator unayoiona hapo. Kwa jina jingine au unaweza kaita oxygen machine. Na kazi yake kubwa hapo ni kumpa mgonjwa oxygen ya ziada. Yani inawekwa kwa yule mtu ambaye anapata shida ya kupumua. Sasa mama wa watu atapumuaje aise? Ila yote 9-10. Hii cable amechukua huyu mdada anaipeleka wapi? Aliiba drip, leo ameiba cable. Sasa sijui anataka kuunda kitu gani. Sasa nesi alivyofika na yeye kucheki maendeleo ya mgonjwa, akashangaa kuiona mashine imezimwa. Kuangalia kwenye cable ya umeme pale, waya hauonekani. Na Celine amejikausha tu kama vile sio yeye alofanya hilo tukio. Nesi anauliza cable iko wapi? Celine anasema mimi sijui bwana, mbona mnaniangalia nyote? Nesi anasema mjua mtasababisha huyu mama afe nyie. Jamaa alimwangalia usoni mrembo kisha kapeleka macho moja kwa moja kwenye kipochi. Muone Celine sasa.
What? Mchizi akasema iko wapi waya kebo? Selina akauliza naye kebo gani sasa jamani? Mwamba si anajua kama huyu binti ni mwizi sio poa. Basi bwana alimpokonya bidada kile kipochi na ile kufungua tu ndani akaukuta ule waya ambao amekuwa akiutafuta muda wote hapa. Mchizi akautoa na kwenda kuuchomeka vile vile kama ulivyokuwa. Sasa Selina akawa anajisikia vibaya sio poa. Jamaa alimfuata nje na kuanza kumlaumu kama kawaida yake. Wewe mwanamke umetuma nini? Naomba nisamee jamani, sijadhamiria kufanya hivyo. Haujadhamiria una maana gani kusema hivyo? Bi mkubwa alijieleza sana hapa lakini jamaa hakutaka kumuelewa hata kidogo. Mwisho wa siku Selina akamwambia kwa mbele ujue nini? Okay, hamna shida. Mimi acha niondoke tu. Akasipa zake. Sasa Nesi akawa amekuja na mwingine kutaka kuuchomeka. Lakini alivyofika anashangaa wao umeshachomekwa kitambo tu. Hapa tunamwona Eric akiwa amekuja nyumbani kwa Selin na kumuuliza kwa nini amekuwa akiiba vitu vidogo vidogo ambavyo ana uwezo wa kuvinunua. Mwanzoni Selin hakutaka kumwambia ukweli kabisa, lakini baada ya jamaa kumbembeleza sana na kumlazimisha, alifungua moyo na kutaka kumwambia ukweli juu ya maisha yake. Sasa bwana, kumbe huyu mrembo ana tatizo la kisayansi ambalo linaitwa kleptomania. Na ametafuta njia ya matibabu kila sehemu ila ndio hivyo tena imeshindikana. Yaani ugonjwa sio tu kwenye movie ila ni upo kabisa. Na hata baada ya movie unaweza ukaenda kuugoogle ukausoma vizuri ukaujua. Yaani mtu anapokuwa na huu ugonjwa anakuwa anashindwa kabisa kudhibiti tamaa yake ya kuiba vitu. Na ipo kwenye sekta ya kuiba tu. Yaani hata kama hana haja hivyo vitu, hawajui umuhimu wake, yeye anaiba tu. Na wakati mwingine ana uwezo kabisa wa kuvinunua hivyo vitu bila hata shida yoyote wala kumuomba mtu yoyote. Ila yeye ndio hivyo hawezi kujizuia kuiba. Na baada ya kuiba kama hajakamatwa, basi huwa anakuwa na faraja sio poa. Yaani tunaweza tukasema kama ni ugonjwa wa akili hivi. Sasa Eric alijilaumu sana kwa kumhukumu huyu mrembo. Na pia Selin alikuwa na wasiwasi kwamba endapo akimwambia Eric basi atamhukumu vibaya mno. Lakini jamaa aliyakubali madhaifu ya Selin na kumchukulia kawaida tu. Hebu jamani tuongeeni ukweli sasa. Huyu kwa mfano ndio pisi yako. Alafu siku ukamkuta na mume wa mtu. Akakwambia bwana ise mume wangu naomba univumilie tu. Si unajua matatizo yangu. Hivyo unaweza ukamsikiliza kweli? Omba Mungu mkeo au mumeo asiume huo ugonjwa. Utachapiwa mpaka ukome. Sasa jamaa alivyotoka hapo ilibidi aende mpaka kwa daktari kumuuliza juu ya huo ugonjwa. Maana yeye ni kama vile haamini hivi. Sasa alivyofika alielezwa kila kitu. Na kile alichomwambia Selin na ndivyo ilivyo. So baada ya hapo jamaa akaanza kuamini kabisa kwa 100%. Na haikuishia kwake tu, ilibidi amuelezee na Nosa ili wasije wakamhukumu huyo msichana kumchukulia kama ni mieyusho, kumbe ni mtu mzuri tu. Sasa leo Eric na Selin wamekutana kwa mara nyingine. Na hapa Eric anaonekana kama vile anafurahi sio kawaida yani. Na hii ni baada ya kujua changamoto aliyokuwa nayo huyo mrembo na kuacha kumhukumu. Na hapa jamaa akamwambia inabidi akamsalimia mama yake maana leo amezinduka. Hapa bi mkubwa alifurahi sana kumuona Selin mrembo ambaye ndo amegharamikia matibabu yake yote. Yaani huwezi amini bwana, wamekaa hapa lakini mrembo alitaka kuiba bomba la sindano. Mchizi kabidi ampoteze maboya. Yaani wangezembea tu hapa angepita nalo. Ila hii hali bwana inamfanya akose raha sana. Si unamuona hata yeye mwenyewe anavyoonekana hapo. Walivyotoka nje Selin alimuomba msamaha Eric na mchizi akamwambia wewe wala usijali. Sasa hivi naelewa kila kitu, yaani wewe kuwa na amani kabisa. Lakini pia Eric aliweza kumshukuru Selin kwa kurudisha tabasamu tena kwenye uso wa mama yake. Jamaa alivyorudi ndani, bi mkubwa akawa anamwambia, "Huyu binti mbona kama nimemuelewa hivi? Alafu ana upendo sana ujue. Kama amekuelewa mwanangu, pita naye tu. Usiache bahati hiyo. Oho, mtu kutusaidia vyote hivyo nadhani ni mchezo." Ile inaelekea huyu bi mkubwa anapenda sana kitonga. Lakini hapa jamaa alimwambia kwamba wewe ambaye unamsifia ndio huyo msichana ambaye amesababisha mimi nifukuzwe kazi. Bi mkubwa akapigilia msumari kabisa na kumwambia kwamba mimi mwanangu ninachoweza kukuambia tu ni kwamba huyo binti ana upendo na ana roho nzuri. Na unatakiwa upende pale ambapo unapendwa. Na mtu utakayekuwa naye hakikisha anakupa amani ya moyo wako. Huyo binti ana muonekano, ana pesa, ana roho nzuri. Unataka nini mwanangu? Yaani huyu mwamba mawazo yake hayapo kabisa kwenye swala la mahusiano. Yeye anamchukulia tu kama rafiki. Ila ndo vile tena bi mkubwa ameshaanza kumpenda mrembo. Na leo bwana mama ameruhusiwa kurudi home. Ila sasa Selin alingangania sana wakakae kwake maana bi mkubwa bado anatakiwa akae sehemu ambayo ni nzuri, aweze kuenjoy, ale vizuri. Na wakati wake endelea kumeza dawa ili aweze kupata nafuu zaidi. Na akamwambia kwamba atakapokuwa sawa kabisa atawaruhusu. Mwanzoni Eric aligoma kabisa lakini mwenzake alimshauri akubali kwenda kukaa na binti. Basi bwana mambo yakawa hivyo. Sasa wakati wakiwa wapo nyumbani na muda huo Selin alikuwa akitoka ili kuelekea kazini, alikutana na jamaa kwenye ngazi. Uwezi amini bwana, Selin alikuwa ameshika kibunda cha pesa akampa Eric kwa ajili ya mahitaji madogo ya hapa nyumbani. Uwezi amini bwana, Eric alikataa kile kibunda. Bidada alimlazimisha sana. Na mwisho wa siku Eric akawa anasema mimi sipendi ujue unavyonipa hela. Napenda pesa lakini napenda zitoke mfukoni mwangu. Selin akauliza taaluma ya jamaa. Mchizi akamwambia kwamba ana degree ya uhasibu. Basi bwana Selin akamwahidi kwamba atamtafutia kazi na atafanya, lakini hiyo pesa inabidi aikubali. Alimlazimisha, mwisho wa siku akaikubali. Lakini kabla Selin hajaondoka, Eric akamwambia kwamba ameandaa chai nzuri
nzuri sana, so angependa anywe kabla ya kuondoka. Celine akamuuliza vipi, unajua kupika? Jamaa akamwambia ya, mimi najua kupika. Basi bwana, Celine ikabidi aende mezani kwa ajili ya kusubiria hiyo chai. Sasa Eric alivyofika mezani kutaka kumwekea chai Celine, aliweka zile pesa juu ya meza, kisha akaenda kumletea mrembo breakfast. Uwezi amini bwana, jamaa wakati anarudi, yani hajakuta hata noti moja, yani pesa zote Selina amesepa nazo. Yani hapa jamaa akawa anashangaa sopoa. Akawa anasema yani ubinti bwana amenipa pesa alafu ameziiba. Inawezekanaje mtu anaweza kujibia mpaka yeye mwenyewe? Sopoa. Sasa hapa bi mkubwa ni mwendo wa kula vitu vizuri tu. Na hapa alikuwa akimsisitiza mwanae kwamba ampende sana huyo mwanamke. Lakini pia alimsisitiza sana mchizi ili aweze kutafuta kazi ya kufanya, maana sio vizuri kutegemea tu kitu kutoka kwa mtu. Kuna leo na kesho, huwezi kujua. Sasa baada ya siku kadhaa jamaa alikuja kupata kazi bwana. Tena hiyo kazi itakuwa inamlipa pesa mara 3 ya ile ambayo alikuwa analipwa kule supermarket. Oya sio poa, yani yeye na mama yake walifurahi sana. Na baada Celine pia kujua, naye pia alifurahi. Sasa leo Celine alipigiwa simu na kuambiwa kwamba anatakiwa akakutane na kampuni fulani hivi ambayo wataenda kuingia nao makubaliano ya kibiashara na pia ni issue ya mabilioni. Sasa hapa Celine akawa anakataa, akisema kwamba hilo ni jambo ambalo haliwezekani kabisa. Na amesema hivyo kwa sababu anajijua kwamba yani ashindwe kuiba hata peni ambayo itatumika kutia saini. So na endapo kama atafanya hivyo basi itakuwa ni aibu kwake na kwa kampuni pia. Kwa hiyo alikuwa anajaribu kukwepa hili swala, lakini ndio hivyo tena. Haiwezekani, maana mtu pekee wa kutia saini ni yeye. So ni lazima aende tu. Hapa akawa anasisitizwa, "Aisee, nadhani umeshapata huo ujumbe. Unatakiwa ujiandae kesho kwa ajili ya kwenda kusaini. Hakuna mtu mwingine ambaye atasaini zaidi yako. Kwa hiyo ujiandae kesho asubuhi na mapema. Uwe na siku njema." Huwezi amini bwana, hapa Celine alikuwa na stress kama zote. Mara ghafla Eric alikuja akamuuliza, "Vipi tena, mbona kama huko sawa?" Celine akamwambia, "Ya sipo sawa, natakiwa nikakutane na watu muhimu sana kwa ajili ya kutia saini kwenye mkataba mzito, yani sio poa." Jamaa akamwambia, "Sasa shida iko wapi jamani? Huoni kama ni neema hiyo?" Celine akasema, "Si unajua hali yangu jamani. Naogopa sana kujitia aibu mimi pamoja na kampuni. Na mbaya zaidi mimi ndio mtu pekee ambaye natakiwa nitie saini. Yani nashindwa hata kuelewa nifanye nini." Jamaa akamwambia, "Hapana bwana, wewe jiamini, hautafanya chochote na utaweza tu, mimi nakuhakikishia." Sasa uwezi amini bwana, yani leo hapa nyumbani hapakaliki kabisa. Muda wote amekuwa akifikiria hiyo kesho atakapokuwa kwenye iko kikao. Hapa ni usiku wa manane na jamaa alimkuta akiwa na mawazo kama yote. Aliyofika akamwambia, "Celine vipi? Mbona muda wote umekaa unafikiria jambo moja tu? Mimi naamini utaweza bwana." Mrembo akasema, "Mimi sitaenda bwana, maana nitatia aibu kampuni na tutavunja uaminifu, kwa hiyo mimi siwezi kufanya hivyo." Jamaa akamuuliza, "Vipi kama nikisema tuongozane, yani nikusindikize, watakubali kweli?" Celine akasema, ndio watakubali. Tena sio utakuwa umenisaidia sana. Naomba unisaidie kwa hilo aisee." Basi jamaa alikubali na mrembo alifurahi sio poa. Lakini jamaa kesho yake alitakiwa wasili kazini. Sasa Celine hapa akawa anamwambia, "Sasa wewe kesho kazini itakuwaje?" Jamaa akasema, "Wala wewe usijali, nitawaambia kwamba anaingia kesho kutwa. Wakikubali sawa, wasipokubali watajua wenyewe. Lakini kikubwa nataka nikufanye tu ufurahi." Sasa siku yenyewe ndo leo. Na hapa jamaa alikuwa akisema kwamba okay, sawa, kila kitu kiko fresh. Inabidi tuendelee na kusaini mkataba. "Mkataba uko wapi?" Mwenzake akasema, "Yani mkataba ulikuwa hapa mezani. Utakuwa umeenda wapi?" Selina akamwangalia mwamba na Eric naye akamwangalia. Akawa ameshajua kabisa kwamba huyu mrembo atakuwa ameuweka show bingo. Eric kabidi awaambie, "Bwana, hem ngoja kwanza ni ucheki huku chini." Huwezi amini bwana, jamaa alifungua kile kipochi chapu. Akautoa ule mkataba pale chapu ili kuweka mezani washikaji waweze kuushambulia. Mwamba akawa anasema, "Ulikuwa umedondoka chini bwana." Ila huu ugonjwa ise hapana kwa kweli. Sasa kila kitu huyu binti anaiba. Yani kama dhambi zingekuwa zinaonekana kama vile simu yako ambayo umeishika hivyo, basi huyu Selina asingeshindwa kuiba hata dhambi za watu. Maana kizuri kibaya vyote twende. Hapa jamaa alikuwa yuko na mama yake. Na bi mkubwa alikuwa akimwambia kwamba, "Yani mwanangu, ukimpata huyu mrembo, roho yangu itasuzika sana. Na usije ukaniangusha, yani usije ukaniambia kwamba eti unataka kuoa mwanamke mwingine. Yani tutagombana kwa kweli. Ni namna tunavyoenjoy haya maisha ise. Hebu acha nijinenepee mimi kwa mkwe wangu." Bi mkubwa akaamua kupigia mstari kabisa eti mkwe wake. Jamaa hapa akawa anasema, "Mama, huwezi jua, labda mtu yupo na mtu wake huko, ana mahusiano yake, alafu unaongea hivyo." Maza akawa anasema, "Ujue nini, mimi nimeishi hapa duniani muda mwingi sana kuzidi wewe. Namjua mwanamke ambaye yupo kwenye mahusiano na mwanamke ambaye hayupo kwenye mahusiano. Huyu mwanamke bwana yuko mtihana, mimi nakwambia. Hata Selina mwenyewe anakutaka." Siku ya leo bwana Celine hajaenda kazini, so ameamua kumhudumia bi mkubwa kuanzia asubuhi mpaka jioni. Yani hapa mama anatamani hata amtongozee mwanae. Na Selina kiukweli amefurahi sana kuwa karibu na huyu bi mkubwa. Na mbaya zaidi ni kwamba mama hajui situation ambayo anapitia huyu Celine. Laiti angejua huyu ni mwizi, yani sijui hata angesemaje aise. Na siku zote bwana, mwanaume akitaka kumpata single mother, njia moja tu ambayo anaitumia ni kumpenda sana mtoto wake. Na mwanamke akitaka kumkamata vizuri sana mwanaume wake kirahisi ni kutafuta ukaribu tu na mama mkwe. Na akishaupata tu basi kuisha. Maana mama atatumiwa vivocha, mara alipiwe kingamuzi, na mwanaume ukimsema tu huyo mwanamke basi ujue umeavaa. Sasa hapa hatujui kama huyu Selina
anafanya vyote hivi kwa sababu amempenda Eric au anafanya hivi kwa upendo tu? Ngoja tuone tu huko mbeleni namna itakavyokuwa. Leo Celine anaumwa sana na mtu pekee ambaye anamkea ni Eric. Kwa sasa wamekuwa zaidi ya marafiki, yani wanafanya mazoezi pamoja na mambo mengi tu wamekuwa wakifanya kwa kushirikiana. Kwa hiyo tutegemee tu chochote hapo mbeleni. Sasa hapa ni supermarket. Celine kama kawaida yake, Selemani we Sele akachukua kitu akakitia kwenye mkoba. Mhudumu alimuona akataka amzingue huyu binti, lakini jamaa akamwambia kwamba hapana, amfuatilie tu na kila kitu ambacho atachukua akiandike na kitalipiwa. So kamera zikawa zinamfuatilia na huyo binti naye pia akawa anamfuatilia humo ndani kuweza kuhakikisha kwamba vitu vyote ambavyo amevichukua huyo mrembo basi anaweza kuviandika kwenye notebook. Wakawa wamerudi nyumbani, Celine akawa anajisikia vibaya sana. Maana hii hali sio kusema kwamba anaipenda, yani haipendi hata kidogo, ila tu ndo vile hamna namna ya kujizuia. Jamaa alimuuliza vipi kwani? Celine akamwambia kwamba ameiba vitu vingi sana. Jamaa akamwambia hapana, mbona haujaiba, maana vitu vyote ambavyo umechukua nimeshavilipia. Celine huwezi amini alishukuru sio poa. Sasa leo Eric alimfuata Celine ofisini kwake na kumwambia kwamba nadhani unaona kwamba mama yangu sasa ameshapata nafuu na anaendelea vizuri tu. Celine akasema ya naona. Sasa jamaa akawa anamshukuru sana kwa wema wake wote ambao ameufanya. So umeshafika muda wa wao kuondoka pale nyumbani kwake. Celine alibadilika ghafla na kutaka kusikia hivyo hata kidogo, yani kwa sababu ameshawazoea na anawapenda pia. Basi bwana Celine akamuuliza mchizi, sasa ukiondoka unaniachaje peke yangu? Jamaa akasema sijakuelewa bado. Celine akamuuliza tena, kwani wewe ni mtoto mpaka usielewe? Eric, sisi sote ni watu wazima bwana. Ninahisia na wewe na ninajua kabisa hata wewe mwenyewe pia unahisia na mimi. Wewe na mama yako mmegeuza nyumba yangu ionekane kama ni sehemu ya amani na furaha. Alafu leo hii tena ndo mnataka kuondoka jamani. Jamaa eti akajifanya kama vile anataka kukaza. Celine hapa akawa anamwambia mimi nakupenda na najua hata wewe mwenyewe unanipenda. Eric akasema sasa unataka mimi nifanye nini? Mrembo akamwambia kwamba nataka ubaki nyumbani. Baki kwa ajili yetu na kwa ajili yangu pia. Una maana gani unavyosema hivyo? Celine akaona huyu jamaa mbona anajifanya kama kiziwi, ngoja niongee kwa vitendo. Uwezi amini bwana, mrembo ikabidi ampelekee mdomo bwana. Mambo hayo. Walivyofika nyumbani mambo yakawa yamebadilika, ni mwendo wa mambo ya Kihindi tu. Yaani hapa mwamba asipokuwa makini anaweza akaibiwa na nilio yake moja akabakishwa na moja tu. Mchizi alimbeba mpaka kitandani. Kisha bwana uwezi amini kilichofuata hapo aliweza kumalizana. Sasa baada ya mchezo Celine akawa anamuuliza jamaa kama bi mkubwa anajua hali yake, lakini Eric akamjibu kwamba hapana, mama hajui chochote. So Celine akamwambia inabidi tumwambie ili aweze kuelewa. Baada ya kumwambia mama, kwanza kabisa waliweza kuweka wazi mahusiano yao. Kisha mama akaambiwa kwamba mkweo ni Selemani bwana, yani ni mwizi balaa. Yani kwa namna bi mkubwa alivyokuwa anatamani haya mahusiano ya mwanae na huyu mrembo, unadhani anaweza akapinga? Basi tena uwezi amini alipigilia msumari kabisa, ikabidi ampachike na ugonjwa kabisa baba yake mdogo na Eric. Eti kwamba huyu baba yake mdogo na yeye pia alikuwa anaumwa hivyo hivyo kama alivyokuwa anaumwa binti. Hapa mama akawa anaongea, yani ni kuambie tu kwamba huo ni ugonjwa wa kawaida sana. Yani hata baba yako mdogo alikuwa anaiba yani mpaka kuku wake mwenyewe aliokuwa anawafuga. Yani kuku ni wakwake kwenye banda, lakini ananyata akifika anaiba anakimbia. Yani ni bora hata Celine ni ngumu sana kugundua. Lakini baba yako mdogo yani alikuwa akiingia sehemu tu ndani ya dakika 5 tayari anakuwa ameshapiga tukio. Na hakuna ambaye alikuwa amjui. Mimi ninachoweza kuwaambia tu nyie pendaneni, na inshote hakuna mtu ambaye anajipangia namna ya kuwa. Ni Mungu tu peke yake. So mimi siwezi kukuhukumu wala nikakuongelea vibaya juu ya hiyo changamoto uliokuwa nayo. Na hilo ni tatizo kama matatizo mengine tu. Sasa Celine alifurahi sana baada ya bi mkubwa kumkubali na kutokujaji changamoto yake. Aisee, yani siamini kama mama amenikubali. Na hisi nitakuwa ni mtu mwenye furaha na amani moyoni mwangu siku zote aisee. Na nitajitahidi kukupenda wewe mpaka ni uibe moyo wako mazima yani. Aisee, hii movie inaitwa To Love a Thief, yani kumpenda mwizi. Hebu comment jina la demo yote ambaye unamjua kama ni mwizi. Lakini mwisho kabisa usisahau kusubscribe na kubonyeza hiyo alama kengele hapo ili uwe mwanafamilia wa Mentalics Recaps. Na kama ulikuwa na tangazo lako, tucheke kwenye namba ambayo unaiona upande wa kushoto chini hapo. Ulikuwa na mimi mchizi wako Aiko. See you next time.